Weru TV. Katheka mutegeri wa Weru TV o kairi kambetikie oridi akunithite na mbere owega inkugwatogeni batu daga tugatanite na ndagitari kagitani gakatu menye muntu beyo gima waku wa mwiri kethiro wina kiuria no kire kukauria ndagitari gagucokeria na muno nkuruki kethirwa wina thina ukandika SMS kiri 40321 namba yetu ya studio kana ukandika SMS kiri nambeni ya ndagitari kana ukamiringa na ukethirwa ugitetheka. Karibu sana. Daktari, mambo? Poa sana Christine. Uko salama? Happy Easter. Happy one too. Uko mzima? Niko mzima. Pia mimi nashukuru. Niko mzima. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha tuwe mahala hapa. Ni ukweli. Yes. Karibu sana, salimia watazamaji. Mtazamaji wa Weru TV, mahali popote ulipo, pokea salamu zangu. Naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Herbal Nutrition Clinic, na kama ni mara yako ya kwanza kupatana nami, ningekuomba tu kwa heshima utupe masikio yako muda wa dakika chache tuweze kuzungumza na wewe na tunaweza saidiana, kwa sababu kama kuna shida ambayo imekuwa ikikusumbua leo hii tuko na suluhisho yako na tuko na suluhu ya shida lako. Kwa hivyo ni vyema usitoe mtambo kwa Weru TV. Naitwa Dr. Mwangi. Tuko hapa Meru Town. Meru Town tuko pale nyuma ya Equity Bank. Hapo tunafungua kila siku kwa building inaitwa MCK Bookshop. Ukija pale kuanzia 7 asubuhi mpaka saa 12 jioni utapata huduma zetu za Olive Herbal Nutrition Clinic. Naitwa Dr. Mwangi. Aya, asante daktari. Yes. Leo umeniambia unataka kuzungumzia magonjwa yote ambayo mnatibu. Nimekuwa nikiulizwa maswali na watu wengi kwa sababu tunapokuja hapa sometimes unakuta tunaongelea shida moja ama ugonjwa moja. Wengine wana shida wakinipigia simu, kwani daktari wewe unatibu shida ya tumbo? Kama last time unakumbuka kwamba tulitibu mashida ya network. Na namshukuru Mungu kwa sababu network zimerudi hapa Meru. Na apigiwa simu na abuwa daktari, zile dawa ambazo ulitupea sasa bomba tunaona ziko sawa. Na ni vyema kama pia uko pale kwa mwanaume bado umebakia hujakuja kwetu, ni vyema uweze kututembelea, kwa sababu nilisema ya kwamba kuna dawa ambayo nilikuja nayo inaitwa Men Booster. Dawa ambayo iko na uwezo wa kurudisha network yako. Hata kama unaingia kwa shamba unalima laini moja, uko na uwezo wa kulima laini 3 kila siku, na ni dawa ambayo itaishi kwa mwili wako zaidi ya miaka 5. Kwa hivyo si dawa ya kuongezea nguvu peke yake, na sababu hatunanga zile za kuongezea nguvu, lakini tunaangalia chanzo kenye kimefanya shida ya pungufu nguvu za kiume zikuje. Kwa hivyo kama bado hujachukua yako, ni vyema uweze kututembelea kwa kliniki. Tuko hapa Meru Town, na pia tuko na mobile clinics, kwa sababu tulipoona watu wengi wanashindwa kufika hapa Meru, na si eti tumeanzia hapa Meru, pia Nairobi tupo. Nairobi ndio headquarter. Tukaona kuna wazazi ambao wanataka huduma zetu lakini wanashida, wakinipigia simu wananiambia, Dr. Mwangi, ni vingumu kufika Meru Town, tuko kama Maua, tuko mahali kunaitwa Rare na Mutuati, unaweza leta huduma zetu hapa vipi? Tukaona ni vizuri tuwe tunawatembelea wa karibu na wao. Kama siku ya leo Monday tumeshida na watu wa Maua, mimi mwenyewe Dr. Mwangi nimeshida na Maua, na coming Monday ama Monday nyingine pia bado tutakuwa nanyi watu wa Maua, na watu wa Maua wanajitokeza kwa wingi. Maua tuko pale karibu na stage ya Ken Silver. Ukifika pale ni vyema uchukue hiyo namba unaona hapo chini ya TV yako. Hiyo namba ni muhimu kwa sababu nilisema hata si lazima uko unaumwa saa hii. Inaweza fika mahali, kwa sababu hii mili naweza toka hapa pia mimi kama daktari nikitoka kwa studio nikifika pale kwa barabara tumbo ianze kuniuma. Kwa hivyo hiyo namba ukiwa naye ni muhimu, kwa sababu pia kuna wengine na wasaidia mpaka wakiwa nyumbani. Kabla afike kwetu ile shida ninamwambia fanya hivi, fanya vile. Chukua hiyo namba, hata ukitaka kupiga saa hii padiri nyingine ya studio tuko na daktari wetu ambaye atakujibu, na kama hautaridhika nikitoka kwa studio nitachukua hiyo simu na nitaweza kukujibu. Kwa hivyo watu wa Maua tunapatana nao kila siku ya Monday na ni mimi Dr. Mwangi huwa najipeleka Maua. Kwa hivyo ukifika Maua pale karibu na stage ya Ken Silver Maguna Supermarket, nipigie hiyo namba, nitatumana uchukuliwe na utapata huduma zetu siku ya Monday. Kila siku ya Tuesday kama kesho madaktari wetu watakuwa pale Kiajai. Kiajai ni pale karibu na Sedin Supermarket pale kwa building ya Gishonge. Ukifika hapo piga hiyo namba, utachukuliwa na utapata huduma zetu. Kila siku ya Wednesday, every Wednesday tunakuanga na watu wa Embu tunakuanga pale Yuna Guest House opposite main stage. Ukifika pale
piga hiyo namba, nitatumana uchukuliwe ama mimi mwenyewe nikuchukue na nikuelekeze mahali ambapo utapata huduma zetu za Olive kila siku ya Thursday tunakuwa na watu wa Malimanti. Kwanza Thursday hii watu wa Malimanti niko na special offer kwa watu wa Malimanti. Kwa hivyo sababu wamekuwa kijitokeza kwa wingi, Thursday hii tupatane nanyi watu wa Malimanti. Ukifika pale Malimanti town karibu na Fauru Bank, nipigie hiyo namba, nitakuchukua nikuelekeze mahali utapata huduma zetu. Kwa hivyo Thursday ni watu wa Malimanti. Kila siku ya Friday kama kawaida tunakuanga na watu wa Chuka tunakuanga pale stage ya Kanwa opposite Chuka Catholic Church. Ukifika pale utaona bana kubwa nimeweka pale imeandikwa Olive Health and Nutrition Clinic. Ukishindwa ni wapi, nipigie hiyo namba na nitakuchukua, utapata huduma zetu. Kwa hivyo watu wa Chuka, tupatane nanyi siku ya Friday. Ni mimi Dr. Mwangi nitajileta. Kila siku ya Saturday tunakuanga na watu wa Thika tunakuanga pale main stage opposite building inaitwa Mango House room number 6. Ukija pale utaweza kupata huduma zetu, na kila siku ya Saturday ni mimi nakuanga Dr. Mwangi. Kwa hivyo ni vyema unitembe. Lakini Nairobi tuko pale OTC building, hapo tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday. Pia hapa Meru ndio headquarter ya Mount Kenya region. Kwa hivyo kama umetembea hizo hospitali zingine ama mobile clinic zetu na hujafanikiwa, siku ya kesho mimi Dr. Mwangi nitakuwa hapa Meru town. Unajua ni kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho ningetaka kuelezea mtazamaji wa Weru TV. Hizo siku nasikia nikisema ni mimi nitakuwa kwa sababu napenda kufuatilia patient vile anatibiwa na madaktari wetu. Madaktari wetu wako sawa, lakini mimi kama Dr. Mwangi lazima nifuatilie kesi yako vile umetibiwa, zile dawa umepewa, na nihakikisha kwamba ile shida ambayo unatibiwa imeisha. Kwa hivyo ukisikia nimetaja siku ya kuja kwenu, ni vyema unakuja, kwa sababu kama kuna any complaint, kama maybe kuna dawa umepewa na unasikia hakuna mabadiliko, ukutane na mimi, tukae chini na tuone ni dawa zipi tunaweza kukubalishia na mwili wako utakuwa sawa. Na kumbuka ya kwamba sisi wana Olive ndio tunapeana guarantee ya mwaka mzima. Tukikutibu shida yenye umekuja kwetu naye, tukikutibu na ufuatilie dawa zetu, tunakupa guarantee mwaka mzima bila kupatwa na ile shida tena. Na ikija kabla mwaka hujaisha, unakuja tu na ile kadi ambayo tunapeana, tunakutibu free of charge. Kumbuka vipimo vyetu tunakuanga na free laboratory test, hatukulipishi vipimo vyetu. Unapokuja kwetu, kabla tukutibu my sister Christine, lazima mwanzo tukuweke kwa vipimo ili tujue ni nini haswa tunatibu. Hauwezi ukakuja kwetu ati utuambie hapana, naumwa na kichwa na na tumbo, tukupe dawa ya tumbo. Kumbuka maumivu ya tumbo inaweza kuwa na tatizo fulani na tatizo tofauti. So unapokuja kwetu, mwanzo tunakuweka kwa machini ndio itakwambia, na kumbuka tuko na machini za kisasa. Machini ndio itatuambia shida yako haswa iko wapi na imefika stage gani na iko kiwango gani na ni dawa gani unafaa kutumia ili ile shida yako iweze kuisha. Kwa hivyo kwetu ni free laboratory test. Ukitoa shilingi 500 ndio tunaita consultation fee, pesa kwa daktari. Ni haki yako kufanyiwa vipimo kila kitu kwa mwili wako. Kwa hivyo ni vyema uweze kututembelea Olive Herbal and Nutrition Clinic. Hiyo namba utaona hapo. Mimi ndiye daktari mkuu, ni mimi utaongea nami. Naitwa Dr. Mwangi. Nakumbuka my sister Christine, nilikwambia hatujaanza jana ama mwaka jana. Olive tumehudumia watu zaidi ya miaka 23. Nilikwambia last time Olive ni mzee kukuliko. Na namshukuru Mungu kwa sababu umeikuta na pia umekuwa mkubwa na umepata bado tukihudumia wa Kenya. Kwa hivyo kama hujawahi tembea kwetu kwa Olive, hakuna kitu unajua. Na kama kuna shida imekusumbua miaka nenda miaka rudi, umetumia pesa mingi, tutembelee kwetu, tumie pesa kidogo na tuweze kukumalizia shida zako. Naitwa Dr. Mwangi. Aya, koko mutegeke do wina kiuriano kireko yegie murimo huu nde unkithirwa wena ukana kunde kuinkithirwa wiguturaga ethirwa kiandikaga SMS ndani ya studio 40321 orie kiuria ndagitari na agagucokere daktari. Sijui unataka kuanza na ugonjwa gani juu na kuzungumzia magonjwa yote sasa? Wacha tu niguzie kidogo tu ugonjwa ambaye umetesa watu wengi haswa Mount Kenya region, na nazungumzia kwa sababu tumeingia msimu wa baridi, arthritis. Na huwa kuna kitu ambacho natakanga mtazamaji wa Weru TV aelewe ya kwamba arthritis inatibiwa na inaisha. Kama kuna mtu alikuambia arthritis haitibiwi, huyo anataka kukufanya uwe customer wake. Na kwetu Olive hatukufanyi ukuwe customer, tunataka tukutibu upone, uende uambie jirani yako na marafiki wako kuna mahali ambapo uliweza kusaidika. Watu wengi wameishi kujua arthritis haina tiba, ati utameza dawa miaka nenda miaka rudi. Kuja kwetu, hiyo tutakumalizia kwa muda mdogo sana, kwa sababu tunatumia mwezi mmoja mpaka miezi 2 tunamwaga arthritis yako chini. Haijalishi hata kama uko naye zaidi ya miaka 10, unapotembea
tembea kwetu. Kumbuka dawa zetu tunatumia dawa ambazo tunaita alternative medicine, dawa ambazo hazina kemikali, dawa ambazo hazina side effect. Unapozitumia hakuna madhara ambayo inaweza kukuletea kwa mwili wako. So unatopotutembelea Olive Herbal Nutrition Clinic, arthritis tunaitibu kwa muda mwezi mmoja mpaka miezi 2. Mami, wewe umekuwa pale nyumbani, baba yangu, unateseka kila wakati, miguu inauma, magoti inauma, mgongo inauma, vidole zinaganda, muscle pull. Unakuta mwingine, my sister, akikaa chini akienda kuamka magoti inalia kama roli ya soda, lazima magoti itoe sauti. Unakuta mahali popote ambapo kuna joint unasikia kuna sauti inatoka. Hiyo ni dalili ya kujua kwamba uko na arthritis. Kuumwa na ile kidole guba, ile kidole ya mguu ile kidogo, kumbuka hiyo pia ni arthritis inakuandama. Ni vyema uweze kututembelea kwetu, kwa sababu tumeona watu wengi wametembea na wheelchair, wengine wanatembea na miti kwa sababu ya kutotibu ile shida ya arthritis. Na kuna kitu ambacho huwa naambia mtazamaji wa Weru TV. Unapotibu shida yako ikiwa early stage, ndivyo utatumia pesa kidogo na hautaumia kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni vyema unaposikia dalili kidogo, tembea kwa klinika ama kwa mtaalamu na ataweza kukutibu. Arthritis ni ugonjwa ambaye sisi tunatibu. Number 2, wale ambao wamekuwa na shida diabetes, ugonjwa wa kisukari. Na ndugu yangu, dada yangu, kama huna ugonjwa wa sukari, shukuru Mungu na mwambie ni asante. Tembea kwa wale ambao umesikia wamekuwa na hii shida ya diabetes, uwaulize yale mateso ambao wanapatana naye. Yule mtu lazima ameze dawa asubuhi na kila jioni. Asipomeza anaweka maisha yake kwenye hatari. Na kumbuka pia, unapozimeza kwa muda mrefu, kuna mashida pia inachangia pale kwa mwili wako. Kwa hivyo ni vyema uangalie vizuri sana. Hakuna kitu inakuanga mzuri kuliko kuzuilia. Na ndio maana kwetu ukija kwa clinic tuko na nutritionist, tunakuambia zile chakula ambacho utaacha kukula na zile ambazo utakuwa ukikula. Na ni muhimu sana, kama hauna shida ya ugonjwa kama wa sukari, enda uongee na mgonjwa ambaye ako na ile shida, amekuwa kitibiwa. Muulize daktari alikwambia usikule nini na uwe unakula nini. Kile ambacho alifungiwa unajifunza kukosa kuikula. Na utakuwa kwa on a safer side, yani hautakuwa kwa hatari kupatwa na ile shida ya diabetes. Lakini ukipatikana naye, kumbuka hiyo sio death sentence, si kumaanisha ati umefika mwisho wako. Pia other diabetes tuko na dawa nzuri ambazo huwa tunatibu nazo. Pia tunakuelekeza kwa zile chakula ambazo utatumia, na ukija kwetu utumie dawa zetu. Utakuta kwamba kuliko kumeza dawa kila siku, utakuwa ukimeza dawa baada ya wiki 2 ndivyo unameza dawa. Unaona kwamba mwili wako utakuwa sawa. Kwa hivyo kama uko na diabetes, tutembelee kwetu. Tumesaidia watu wengi, shida yao ya sukari imeisha. Hata kama imefika 30-35, tutembelee kwa Olive na hiyo shida tutakumalizia. Wale ambao wamekuwa na shida ya blood pressure, shinikizo la damu, pia shinikizo la damu, na hayo ni magonjwa mawili nilisema yanatafutana. Ukiwa na ugonjwa wa sukari, hauwezi kumaliza miezi 3 bila kupatwa na blood pressure. Ukiwa na blood pressure, hauwezi enda zaidi ya miezi 6 bila kupatwa na ugonjwa wa sukari. Kwa hivyo unapoona uko na diabetes, ujue uko kwa hatari bado kupatwa na blood pressure. Ni vizuri unapoona uko na blood pressure, tibiwa mapema, kwa sababu pia inatibiwa na inarudi normal 120/80. Usigoje mpaka wakati utaanza kusikia ati inakuletea kizunguzungu, kwa sababu pressure ikipanda juu zaidi unaumwa na kichwa ambacho hakina msingi, unakuta uko na kizunguzungu. Hizo ni shida za blood pressure. Tutembelee kwetu, hiyo shida tutaweza kukumalizia na tuko na dawa nzuri. Wale watu ambao wamekuwa na shida za tumbo, na kama kuna kitu ambacho kinaweza kukunyima amani ni tumbo. Unapoumwa na tumbo, nakumbuka tumbo, ninasemanga ya kwamba tumbo ndio engine ya mwili wa binadamu, kwa sababu sasa hii Christine, ukiumwa na kichwa utameza dawa iende wapi? Kwa tumbo. Ukiumwa na miguu utameza dawa iende wapi? Hakuna dawa inaenda kwa miguu. Kwa hivyo tumbo ni engine ya mwili wa binadamu na ni vizuri kuiangalia. Lakini makosa kubwa sisi tunafanya, ama wale wagonjwa ambao wanakuanga na shida tumbo, ni kupenda kujitibu. Unaposikia kuna maumivu kidogo, unakimbia over the counter, unanunua tu dawa ya kupunguza maumivu. Na kuna kitu ambacho nilikwambia, usijaribu kutumia painkillers kwa muda mrefu, kwa sababu unapotumia painkillers kwa muda mrefu uko kwa hatari sana kupatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Na kumbuka, wengine wanasemaga ati mimi nikiwa na kidonda ya tumbo nikunywe maziwa baridi, hiyo shida inatulia. Lakini ya kwamba ujue si kutibu na tibu ile kidonda, lakini ni kutuliza, unatuliza, baadaye inaamka ikiwa mara 2 ya vile ilikuwa. Kwa hivyo ni vyema kama umekuwa
unakuwa na shida ya tumbo, nenda uone daktari akuangalie, na haswa kabla hajakupea dawa akupimie aone ni nini kinachangia tumbo lako, kwa sababu inaweza kuwa ni vidonda ya tumbo, inaweza kuwa ni acid, inaweza kuwa ni kiungulia, inaweza kuwa ni heartburn, inaweza kuwa ni Helicobacter pylori ama ni H pylori inafanya ume na tumbo, inaweza kuwa ni shida ya figo, kidney, maybe ukiwa na kidney stones ndio inafanya uume na tumbo. Kwa hivyo ni vyema unapokuwa na shida nenda kwa daktari. Kwetu tumbo tunaiosha, tuko na dawa ya kuosha tumbo, unang'ana, unakuwa sawa. Kwa hivyo mashida ya acid tunatibu, kiungulia, heartburn, ulcers, kwanza vidonda vya tumbo tunazitibu vizuri sana. Tutembele kwetu kwa wana Olive na hiyo shida tutaweza kukumalizia. Wale watu ambao wamekuwa na shida za ngozi, pia shida za ngozi tunatibu, my sister. Mtazamaji wa Weru TV, kama umekuwa unatoka pimples, unakuta mwingine ni stretch marks, unakuta wengine ni ringworms, wanakuta ngozi imepalala, hata akijipaka mafuta unakuta ni kama hajajipaka mafuta. Hizo shida zote tutaweza kukutibu. Chukua hiyo namba unaona hapo chini ya TV yako, hiyo namba ni muhimu. Nimekwambia tuko karibu Kenya mzima. Watu wa Mombasa tunapatana nao kila siku ya Friday. Kwa hivyo kama uko Mombasa hautakuja Nairobi, Mombasa tunakuja kila siku ya Friday. Ni vyema uchukue hiyo namba, nitakuelekeza ni wapi utaweza kutupata. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa na ile namba. Meru Town tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday, saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Naitwa Dr. Mwangi toka Olive Herbal and Nutrition Clinic. Haya daktari, kuna maswali hapa. Unaulizwa maswali. Kuna mtu anauliza ni dawa gani anapiga chafya sana. Shida ni gani? Hiyo ni shida ya araje. So na wakati anapiga chafya maybe unakuta kwamba ni wakati amepigwa na kabaridi kidogo ama akipatana na vumbi mahali. Hiyo ni shida ya allergy, na hiyo pia tunatibu vizuri sana. Tutembelee kwetu na hiyo tutaweza kukumalizia. Mwingine anasema shida ya heartburn, daktari mweleze. Shida pia heartburn tunaitibu vizuri sana. Unakuja kwanza tunakuangalia ama ni acid inazalishwa kwa wingi pale kwa mwili wako, kwa sababu kumbuka tumbo lako inakuanga na chemical ambayo mwili wako unazalisha acid na unazalisha kemikali ambayo huwa inasaidia mwili wa binadamu kusiaga chakula. So ikizidi na ikuwe nyingi zaidi, pia unaweza patwa na kitu tunaita kama heartburn. Kwa hivyo ni vyema uweze kututembelea kwetu. Hizo ni shida ambazo tunamaliza. Okay, kuna mwingine anauliza daktari, kwa nini nikimaliza tendo la ndoa na feel pain and wakati mwingine nikienda kukojoa hakuna mkojo? What might be the problem? Dawa ni gani? Hiyo ni shida ya bacterial infection na anaweza kuwa na shida ya ugonjwa tunaita wa chlamydia ama syphilis ama gonorrhea, kwa sababu hayo ndio magonjwa ambaye inakuanga na dalili kama the same, na ndio maana huwa na advice unapoenda kwa daktari ukiwa na dalili kama hizi, kama hivi wanasema akienda kukojoa anasikia uchungu, kuna uchafu inatoka ambayo si ya kawaida, akimaliza kufanya kitendo cha doa anasikia uchungu, ama wakati anafanya kile kitendo anahisi uchungu, ni kumaanisha kwamba infection yake imeacha kuwa infection, imeruka into another level, imeanza kukua disease. Kwa hivyo ukiona pale mami haufurahi kile kitendo cha doa, unasikia uchungu, usipuuze, nenda uone daktari kabla ile shida haijakuletea mashida mengine zaidi, kwa sababu nilisema ya kwamba infection isipotibiwa vizuri inaenda inakuwa disease. Disease ikikosa kutibiwa inaruka to another level, inakuta ni virus, na hapo ndio tunapata HPV, human papilloma virus. Na kumbuka ukiwa na ile human papilloma virus uko kwa hatari sana kupatwa na ugonjwa kama wa cervical cancer. Kwa hivyo ni muhimu sana my sister, unapoenda kukojoa unahisi uchungu, kuna uchafu inatoka ambayo inakaa kama cream, nyingine inakaa kama maziwa mala, usipuuze, nenda kwa daktari aende akuangalie vizuri. Na kumbuka pia kwetu tuko na zile dawa ambazo zinaosha ile system yote ya mkojo, mwili wako unakuwa sawa. Kuna wengine wana complain kila wakati ati mimi daktari nikitibiwa bakteria inarudi baada ya wiki moja, baada ya wiki mbili. Kumbuka my sister, na kwanza kuna kitu ambacho nilisema, usiwahi jaribu kutafuta mtoto ama kushika mimba ukiwa na infection, kwa sababu hao ndio wale watu ambao huwa wanatusumbua kila wakati. Daktari, mimi nilishika mimba baada ya miezi 2 miezi 3 ile mimba yangu ikatoka. Ni kwa sababu ulikuwa na bacteria infection ika affect yule mtoto mpaka ikabidi aweze kutoka. Kwa hivyo ni vizuri ukienda kushika mimba mwanzo angaliwa kama uko na shida kwa njia zako za mkojo. Hizo ni shida ambazo tunatibu vizuri. Pia kwa wanaume, ukionana na mke wako wakati ako na hii matatizo, wakati ako na hizi infection, unaweza jiletea mashida kama ya prostate cancer. Unakuta mwanaume anafungana mishipa, hata mkojo kutoka ni shida. Anaenda msalani anasikia amechoma na mkojo, anaenda na mkojo kidogo, ama hata mkojo inakatalia pale ndani kwa sababu amefungana mishipa.
hiyo ni dalili ya kujua kwamba unaonana na mke wako wakati ako na zile bacteria infection. Kwetu kwa Olive tunatibu na mwili wako unakuwa sawa. Haya, kuna mwe anakushukuru hapa ni kama ulimtreat na akapona, anasema asante sana kwa Olive Herbal. Mwingine anasema daktari, Weru mnapatikana wapi? Utarudia umwambie. Mwingine anasema mambo niko na shida ya tumbo ya chini, nashinda kiuma kila wakati, shida ni gani daktari? Nisaidie. Mwingine anasema shida ya tumbo, choo kukosa kukaa choo dakika mingi. Huyu anakaa choo kwa muda dakika mingi. Ni kitu ya kwanza, mwili wake una absorb ile maji ambayo inasukuma ile choo iweze kutoka, na hiyo ni shida ambayo inaweza kukuletea tatizo zaidi. Hao ndio watu ambao unakutanga kwenda choo kwao ni shida, wanaenda choo ngumu kama mawe, na yule mtu ambaye akienda kwa choo anakaa zaidi ya dakika 30 na anakuambia hakuna kitu daktari, nimetoa, kwa sababu ako na shida kwa mwili wako. Uko na bakteria ambaye inanyonya ile maji ambayo inasaidia ile choo yako kutoka. Kwa hivyo ni vizuri ututembelee kwetu tuweze kukuosha ile barabara yote na tuweze kuosha tumbo lako na mwili wako utakuwa sawa. Kwa hivyo ni muhimu. Kuna mwingine amesema anaumwa na tumbo la chini, lower abdominal pain. I think hiyo ni mwanamke. Na unapoona unaumwa na tumbo la chini, ujue na uelewe ya kwamba one, unaweza kuwa na infection ambayo imechangia kuumwa na tumbo la chini, kwa sababu ikifika pale kwa uterus, kwa sababu infection inaanza pale kwa cervix, inaenda kwa uterus, inatoka kwa uterus inaenda kwa fallopian tube, inaenda kwa ovaries, kutoka kwa ovaries inaenda kwa kidney. Na hapo ndio unapata watu wengi tukienda kuangalia na kuwapimia tunakuta wako na mawe kwenye figo, ndio tunaita kidney stones. Kwa hivyo unaposikia uko na maumivu chini ya tumbo lako, ni vyema uende kuangaliwa, maybe ni fibroid pia inataka kukuandama. My sister, usipuuze, kuja kwa clinic, enda kwa daktari aweze kukuangalia, na ile shida utaweza kutibiwa mapema na mwili wako utakuwa sawa. Haya, kuna mtu anauliza kama mnatibu mental health. Mental health. Ile kitu ambacho nitasema kutadepend imefika kiwango gani. Kama vile nilisema pale mwanzo, kila ugonjwa uko na stages. Lakini shida yetu wa Kenya tunangojea mpaka shida ifike stage 4. Ikifika stage 4, kuna magonjwa pia yakifika stage 4, pia tunakuambia hapo utatumia dawa zaidi ya miaka 5, miaka 10. Lakini ukija mapema tunakutibu vizuri. Kwa hivyo huyu ako na shida ya mental, kama iko early stages pia tunatibu na tunamsaidia vizuri sana. Lakini kama imeenda sana, ni muhimu tutamwelekeza mahali ataweza kupata huduma ya mental. Haya, shida za kichwa kila wakati kuniuma, ni nini dawa daktari? Dawa ya kuumwa na kichwa mwanzo ni kuangalia, kwa sababu kichwa si ugonjwa. Kichwa inakuanga ni dalili ya kukuonyesha kwa mwili wako kuna tatizo. One, unaweza kuwa uko na blood pressure. Number 2, unaweza kuwa uko na upungufu wa damu kwa mwili wako. Kama damu haisacurate kwa mwili wako vile inafaa, unaumwa na kichwa mara kwa mara, kichwa ambacho hakina msingi. Kwa hivyo naweza kuku advise ukuje tukuangalie mwanzo, tukupimie tuone haswa ni nini. Hatutaki kubahatisha, kama vile tulisema tunapokutibu tunataka shida yako iishe na uishi zaidi ya miaka na miaka bila ile shida kurudi tena. Naona kuna maswali mengi daktari na ugonjwa tofauti tofauti. Labda tukimalizia utaje, urudie ni magonjwa gani mnatibu, na pia urudie mnapatikana wapi, juu kuna mtu mwingine hapa hajasikia mkochuka siku gani. And so unaweza rudia. Zaidi ya kutibu bado hata magonjwa hatujamaliza kuguzia. Pia magonjwa ya infertility, wale ambao wako na shida ya kutopata watoto. Na kuna kitu ambacho nitakwambia, kama uko pale umekuwa ukitafuta mtoto na hujafanikiwa, usi lose hope na usione kama wewe si mtu wa maana. Wewe ni wa maana sana, kwa sababu hakuna mtu Mungu aliumba akiwa taza. Hakuna mtu ambaye Mungu alijiubia akasema wewe hautawahi pata mtoto. Kwa hivyo ni vyema ujue ya kwamba kama umeenda kwa hospitali ukapigwa picha, ultrasound ukaonekana umefungana fallopian tube, uko na ovarian cyst, hizo ni shida ambazo tunatatua. Tunafungua fallopian tube kupitia dawa, hatufanyi operation. Ni vyema uweze kututembelea kwetu. Kama umetafuta miaka zaidi ya miaka 5, within 2 to 3 months baada ya kutumia dawa zetu, tunakuhakikishia kwamba 80% ya wale ambao tumetibu wameweza kupata watoto. Kwa hivyo usiteseke tena na usikubali wanakijiji wa kudharau tena. Tutembelee kwa Olive, hiyo shida tutaweza kukumalizia. Kama vile nimesema, mashida ya kama arthritis, hiyo tunatibu. Ugonjwa wa sukari tunatibu, magonjwa ya blood pressure tunatibu, mashida ya tumbo pia tunatibu, H pylori, acid, kiungulia,
heartburn, hizo zote pia tunatibu. Hayo na shida za low libido, upungufu wa nguvu za kiume na upungufu wa nguvu za kike. Kama last week tulikuwa tunatibu hii shida ya upungufu wa nguvu za kiume na wanaume wengi wamejitokeza, my sister. Shukrani sana kwa wanaume wale ambao wametutembelea kwetu, wale ambao tumerudisha network yao. Kama uko pale nyumbani pia uko na nafasi, tutembelee kwetu, tunarudisha nguvu za kiume. Kama unalima laini moja unakuwa marehemu wiki 2, tutembelee kwetu na network yako itarudi, utapata missed call, received call, zote utaweza kuzipokea. Kwa hivyo hiyo ni shida ambayo pia tunaweza kutibu vizuri. Wale ambao wanakuanga na shida ya clamps, kuna wasichana, my sister, wameteseka na wamama, period zao hazikuji, zikija ziko na uchungu mwingi, mtu atawezi toka kwa kitanda, unakuta kwamba analala toka asubuhi mpaka jioni kwa sababu ya clamps. Hizo zote tunatibu. Kama period yako haikuji, period yako ilipotea baada ya kutumia dawa za kupanga uzazi, ni vyema uweze kututembelea kwetu. Maybe umeambiwa uko na shida ya hormonal imbalance, tuko na dawa nzuri ya kurudisha hormones zako vile zinafaa, tutembelee kwetu. Chukua hiyo namba unaona hapo chini ya TV yako. Kila siku ya Monday, every Monday tunakuanga na watu wa maua. Mimi Dr. Mwangi ni mimi nakuanga pale maua. Maua ni wapi? Ukifika pale stage ya Ken Silver, nipigie hiyo namba iko hapo, nitakuchukua nikuelekeze mahali tupo. Pia siku ya Monday kama leo, madaktari wetu wanakuanga Chogoria. Chogoria ni pale Cooperative Bank kwa Bishop Mureithi. Ukifika pale Cooperative Bank, nipigie simu ama uliza room ya Dr. Mwangi ni gani, utaelekezwa, ama upige hiyo namba. Kila siku ya Tuesday kama kesho madaktari wetu watakuwa pale Kiajai. Kiajai ni pale karibu na Geshonge Guest House, Sedin Supermarket. Ukifika pale first floor, room number 3, hapo ndio kwa Dr. Mwangi, utatupata pale na utapata huduma zetu. Kila siku ya Wednesday tunakuanga na watu wa Embu. Embu tunakuanga pale opposite main stage, pale karibu na Maguna Supermarket. Ukifika pale nipigie hiyo namba na nitakuelekeza mahali nipo na nitakuhudumia. Ni mimi nitakuwa kila siku ya Thursday nitakuwa Marimanti. Marimanti ni wapi? Ukifika hapo kwa Fauru Bank, nipigie hiyo namba, nitakuchukua na nitakuelekeza mahali ambapo utapata huduma za Olive. Kwa hivyo watu wa Marimanti, tupatane nanyi siku ya Thursday. Kila siku ya Friday tunakuanga na watu wa Chuka. Chuka tunakuanga pale stage ya Kanoa, opposite Chuka Catholic Church. Ukiwa hapo opposite Chuka Catholic Church, utaona building imeandikwa Sunrise. Hapo juu utaona Olive Health and Nutrition Clinic. Tuko hapo ndani room number 3. Ukishindwa chukua hiyo namba, ni muhimu sana. Kila siku ya Saturday tunakuanga na watu wa Thika. Thika ni pale opposite main stage, building inaitwa Mangu House room number 6. Ukija pale hapo utapata Dr. Mwangi mwenyewe, ni mimi nitakuwa Saturday pale Thika. Chukua hiyo namba. Meru Town, Meru tunafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Siku ya kesho nitashinda hapa Meru Town. Kwa hivyo kama kuna shida ambayo umekuwa naye, na kama kuna shida ambayo umekuwa ukitembea maybe kwetu na umetibiwa na hakuna mabadiliko ama haujapona, nitembelee siku ya kesho. Mimi mwenyewe Dr. Mwangi ni mimi nitakuwa niweze kukuangalia na kufuatilia kesi yako, na kama vile nimekuambia, hatulipishi kukupima, tunafanya free laboratory test. Ukitoa shilingi 500 ya kuona daktari, ni haki yako kufanyiwa vipimo vyote. Na kumbuka vile nakwambia, unapoenda hospitali yeyote, daktari akuone na kupatie dawa, baada ya wiki moja unafaa kusikia kuna mabadiliko. Ukisikia kuna mabadiliko, rudi kwa daktari yako, mwambie zile dawa alikupatia hazina msaada kwa mwili wako, aweze kukubadilishia dawa zingine. Naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Herbal and Nutrition Clinic. Haya, asante daktari. Thank you. Mutegeri kethu wina kiuria no kireko kege ugima waku wa mwiri uria ndagitari na kethiru wage gutetheria na menu iria screen ni namba yawe no ringe kana wandike SMS. Nimenda kingeti kurasha ni Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Weru TV.